I want to welcome each and every one of us in the house of God this morning. Najua ya kwamba Bwana ameandaa meza na hatutatoka hapa vile tumeweza kuingia. Jina la Bwana lipewe sifa. Praise be to the name of the living God. Asubuhi ya leo kuna neno Bwana ameweka katika moyo wangu, na ningetaka ya kwamba tuweze kugawana pamoja, na ninajua Bwana anaenda kutenda mema asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Ninaweza kosa kishwa kizuri cha ujumbe wangu, but as I will be going on you will catch up. Bwana Yesu apewe sifa. Tuanzie katika kitabu cha Matthew 15 verse number 13. This message God has put in my heart and I believe is a timing word. Naamini ni neno la majira kwa sababu yako na kwa sababu yangu, na ninajua Bwana anaenda kutenda mema. Mathayo 15 mstari wake wa 13. Mathayo 15 mstari wake wa 13. He replied, every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots. Come again. Na ujaribu kuniwekeaga King James version. He replied, but he answered and said, every plant which my heavenly Father has not planted shall be rooted up. God bless you. Baba wetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu, libariki neno lako, liweke pumzi yako, likatimize kusudi lako. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Na taka asubuhi ya leo, naomba hizo vyombo zisetiwe vizuri kwa sababu ya wale wako online hasa, na mfuatilie wale wako online kama wanapata hiyo sauti vizuri, na Bwana atawabariki. Amen. Na taka asubuhi ya leo kulete ujumbe ambao Roho wa Bwana ameweka katika moyo wangu, na ningeomba every person isipokuwa mwenye anatengeneza, ningetaka wengine wote tukue seated katika jina la Yesu, isipokuwa wale wako kwa vyombo, ambao atatenda mema katika jina la Yesu. Nataka asubuhi ya leo kudili na kitu kinaitwa, kile kinapea adui the legal ground. Hallelujah. According to that word, every plantation that our heavenly Father has not planted should be uprooted. This plantation ndio inapatiaga shetani kitu kinaitwa legal ground. Ndio inapatiaga shetani kitu kinaitwa legal ground. If it is not uprooted, huwaga inapatia shetani kitu kinaitwa legal ground. Bwana Yesu apewe sifa. Praise be to the name of the living God. Any plantation that the heavenly Father has not planted, it should be uprooted. Na kwa hivyo siku ya leo mafundisho ambayo nataka kufundisha ni ya kwamba what enemy does, ama kile adui huwaga anafanya. Enemy do copy God. Shetani huwaga anajifananisha na Mungu, ama ana copy God. Sijui kwa Kiswahili naweza iweka mzuri namna gani. He counterfeit God. Na kwa hivyo huwaga anajua ili mtu akuwe na baraka ama apokee baraka, huwaga kuna ground yenye hiyo baraka lazima ikue. Na anajua ya kwamba ili naye aweze kutimiza lengo na kusudi lake, anajuaga ya kwamba lazima kuwe na kitu kinaitwa legal ground.
Na kile huwaga anafanya ni ya kwamba, sikiza hapa, twende polepole maana sitaki nikupoteze, na ndipo nasema tukue sasa, ukishamaliza kunisetia kila kitu, I want us to be calm. Sikiza hapa kile adui huwaga anafanya. Anakuja anapanda kitu katika maisha ya mtu. Akishapanda hiyo kitu, yeye anaenda zake. Hayuko pale ati sasa ashidage akipigana na wewe daily, hapana. Kile tu shetani anataka kuhakikisha kuna pando fulani nimepanda kwa maisha ya mtu fulani. Na akishahakikisha kuna certain pando amepanda kwa maisha ya mtu fulani, ile pando kutoka mahala pale anaenda zake. Anajua hiyo pando itafanya nini? Itakuwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na unless hiyo pando iweze kukua uprooted, maisha ya yule mtu inaanza kuchukua dimension ya hiyo pando. Familia inaanza kuchukua dimension ya hiyo pando. Ndoa inaweza kuchukua dimension ya hiyo pando, kwa sababu kuna kitu hakijashughulikiwa, kuna kitu hakijang'olewa. Maana kuna pando fulani ambao adui alisucceed kupanda, na kutoka pale ile pando inaanza kuchukua root. Na adui anajuaga it is a matter of time. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa, naomba msikize sana. Leo naongea huu ujumbe kutoka kilindini cha moyo wangu. So neno la Bwana linasema ya kwamba chochote kile Bwana hajapanda lazima kifanye nini? Kiweze kung'olewa. Kulingana na kitabu cha John 15 verse number 1, Yohana 15 mstari wa kwanza.
Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. So kwa hivyo siku ya leo, maana sisi ndio shamba la Bwana, tunaenda kumwambia Bwana chochote kimepandwa, iwe ni katika jamii yetu, kiwe kuna kitu unajua inang'olewa kwa nini, unajua inaondolewa kwa nini, as long as it is there, it hinder the purposes of God. Bwana Yesu apewe sifa. Na sasa unaona kuna mambo yalipandwa kwa familia, kuna mambo shetani yalifanya. Kile adui anatafutaka ni kitu kinaitwa legal ground. Bwana Yesu apewe sifa. Unakumbuka kuna hiyo andiko, pengine Elder Benson uniangalilie maana siku iandika hapa, lakini huwa Bwana ananikumbusha. Wakati malaika wa Bwana alisema may the Lord rebuke you Satan kwa Joshua. Hallelujah. Akasema kwa Joshua may the Lord rebuke you Satan. Kulikuwa na kitu kilikuwa kinaitwa legal ground. Shetani hakuwa amesimama mbele ya Joshua anyhow. Wapendwa, kuna kitu nataka niwafundishe, kitu kinaitwa spiritual laws. Spiritual laws. Spiritual laws inapeaga either God permission or Satan permission. Lead it for us. Agepatiwa mic ingekuwa more important. Sikiza hiyo neno. Zekaria 3 mstari wa kwanza. Wacha nianze na wa kwanza. Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to oppose him. Number 2. And the Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is it not this a brand plucked from the fire? Now Joshua was clothed with filthy garments and was standing before the angel. Number 4. God bless you. Malizia. Then he answered and spoke to those who stood before him, saying, take away the filthy garments from him. And to him he said, see, I have removed your iniquity from you, and I will clothe you with rich clothes. Change garment. God bless you. Naomba uelewe. Naomba unisikize, twende pole pole. The reason why the enemy alikuwa na ground ya kusimama mbele ya Joshua. Elewa ya kwamba Joshua alikuwa na maagano. Joshua 1:5, if I'm not wrong. There will be no man who will be able to stand before you all the days of your life. Any man or devil haukuwa na uwezo wa kusimama mbele ya Joshua. Kulingana na covenant. That was the covenant. But that covenant inakuwa applicable, inakuwa inafanya kazi tu wakati Joshua ako align with the word of God. Nini hii imesababisha shetani asimame mbele ya Joshua? And he showed me Joshua the high priest standing before the angel, and Satan standing at the right hand to resist him. Joshua mtu mwenye maagano. Hebu nisomee Joshua 1 alafu tarudi hapa baadaye. Joshua 1:5 kwa haraka. Sikiza covenant. Joshua 1 number 5. No man shall be able to stand before you all the days of your life. I was with Moses, so I will be with you. God bless you. I will not leave you nor forsake you. God bless you. Be seated. No man, no devil. No man, no devil will be able to stand before you all the days of your life. But saa hii tunaona hapa, tunasoma katika kitabu cha Zekaria ya kwamba shetani alikuwa amesimama kuresist Joshua. Why? Kwa nini? Kwa nini mtu mwenye maagano shetani anafaulu kumresist?
according to the word of God, ni kwa sababu ukisoma katika hiyo maandiko twende mstari wa pili. And the Lord said to Satan, the Lord rebuked me, Satan, even the Lord who hath chosen Jerusalem rebuke thee. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu twende hiyo mstari mwingine. Now Joshua, this underline this first now. This is where my preaching come from. Now Joshua was clothed with the filthy garment, though with the covenant. Hata kama alikuwa na maagano, kulikuwa na kitu kinaitwa opening katika maisha ya Joshua. Chenye kilikuwa kinapatia shetani kitu kinaitwa legal ground. Hata kama huyu mtu ameambiwa hata suilika. Kanisa, naomba munisikize, hakuna mshauri ametosha kukusuilia wewe ukiwa wa maagano ya Bwana. Haujanipata. Nataka isiki katika moyo wako. Hakuna mshauri ametosha kukusuilia kana ya kwamba hakuna opening. Mimi tangi enemy anapata nafasi kwa maana kuna mlango umefungua, wenda hautithe, adui anakujia haki yake. Wenda kuna mlango umefungua, adui anapata nafasi. Siku ya leo nataka nikuambie mpendwa, hakuna mshauri ametosha kusuilia maisha yako as long as umesimama kwa maagano na kwa kusudi la Bwana. Biblia inasema Joshua alikuwa na maagano ya Bwana. Lakini hata kama Joshua akiwa na maagano ya Bwana, neno la Bwana linasema ya kwamba he was wearing a filthy garment. Underline that word. So kile kilikuwa kimepatia adui kitu kinaitwa legal right, legal ground. Now let me tell you the truth. No matter who is praying for you ameanoitiwa kiwango gani, as long as the enemy akona ground. Bwana Yesu apewe sifa. The only way out ni kutubu kutoka kwa kile kimepatia adui nafasi, then kutoka pale utaweza kuondoka katika hiyo kifungo. Wakati adui akona ground, anasemaga nini? Nipatie kile ambacho ni shangu, alafu nifanye nini? Niende. Kwa hivyo adui hana shida na kwenda. Kile kinamsuilia aende ni kwa sababu kuna kitu kinaitwa nini? Legal ground. Ni kwa sababu akona msingi fulani. Ni kwa sababu akona kitu fulani anadai. Wapendwa, kuna vitu adui anadai kwa familia zetu na ndiposa anapigana nasi. Kuna vitu ambazo mababu wetu na familia ambazo tumetoka waliinua, kuna madhabahu waliinua, na ndiposa unakuta ya kwamba kuna premature death katika familia. Kuna mambo yanatendeka katika familia. Na siku ya leo nataka ya kwamba tusikue kitu kinaitwa ignorant. Nataka kwanza tuondoke kwa kukemea sasa. Kwanza tuingie kwa kitu kinaitwa repentance. Maana repentance ndio the change of garment. Twende hiyo mstari mwingine. Kwa haraka kidogo tafadhali. And he answered and spoke to me, who stood before him, saying, take away this filthy garment from him. Hallelujah. Badilisheni. Hallelujah. Mbadilisheni that filthy garment. Bwana Yesu apewe sifa. Aondolewe. Kumbuka mpaka Lazarus. Lazarus wakati alifufuliwa na Yesu, Biblia inasema ya kwamba wale walikuwa wamesimama karibu na wao, Yesu aliwaambia nini? Muondoeni nguo ya nini? Ya kaburini. Muondoeni hizo shanda. Kuna watu ndio wako na uhai wa Bwana. Kuna watu ndio kuwa na uhai ni kuwa umeokoka. Kuwa na uhai ni kuwa umeokoka. Maana Lazarus akiwa amefufuliwa kutoka kwa kaburi. Haleluya. Sini nitolee hiyo maandiko Elder Benson. Lazarus akiwa amefufuliwa kwa kaburi, akiwa amefufuka tayari, kazi haikuishia hapo. Wapendwa, naomba mnisikize, mumeokoka, kazi haijaishia hapo. Kumaanisha Lazarus amefufuka ni kumaanisha amefanya nini? Ameokoka. Lakini kama ameokoka hivyo hivyo, Lazarus hangeweza kupiga hatua,
angeweza kujinyorosha. Kwa sababu gani? Hebu tusome hiyo maandiko, Elder Benson. Kristo akamuita kutoka kwa burini, anzia hapo. John chapter 11 verse 43. Now when he had said these things, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he who had died came out, bound hand and foot with grave clothes, and his face was wrapped with a cloth. Jesus said to them, loose him and let him go. God bless you. Fikisha tu hapo. Naomba unisikize. Lazaro amefufuliwa kutoka kaburini. Lakini hata kama amefufuliwa, kuna vifungo. Kuna watu waliokoka ndio. Kuna watu walimjua Yesu ndio. Kuna watu walisikia sauti na wakatoka kaburini ndio. Lakini progress yako imekuwa shida. Progress ya maisha yako imekuwa shida. Na ndiposa leo nikatumwa na huu ujumbe, nikuje ninene chochote kile. Adui amezuilia miaka yako mingi kuendelea. Chochote amezuilia ndoa kuendelea. Chochote amezuilia biashara kuendelea. Chochote amezuilia watoto kuendelea. Hear the word of God today. Lazima kila kifungo kivunjike katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Necessarily sio lazima wewe umefanya dhambi. Lakini elewa ya kwamba kama katika hiyo familia yenu kuna kitu kilipatia adui nini? Access. Haleluya. Na siku ya leo kile tunaenda kufanya katika jina la Yesu, tunaenda kuondoa kila shanda, tunaenda kuondoa kila vifungo, tunaenda kuondoa kila nguo za kaburini, na tunaenda kutangaza afunguliwe na kubalishwe aendelee. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna neno lingine linasema, nadhani katika kitabu cha Joshua cha Jeremia, Elder Benson, ati ya kwamba huyu mtu amefungwa lakini hakuna mtu asemaye afunguliwe. You can confirm for me that word. Ati kuna mtu amefungwa na anateseka lakini hakuna mtu amepatikana wa kusema afanye nini? Leo nataka nitangaze katika haya madhabahu, the Spirit of God is upon me. Haujanipata. Isaiah 62. The Spirit of God has anointed me and is upon me so that I may declare. Kwa wale wamefungwa, huu ni mwaka wa kufunguliwa kwao. Kwa wale wamesuiliwa, huu ni mwaka wa kufunguliwa kwao. Na siku ya leo katika ibada ya leo, nasema muashiriwe muende katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. I think it is in the book of Jeremiah. Inasema those people has been bound and there is no one to say let them go. Hawa watu wamesuliwa. Kile tu kimesokosekana ni mtu wa kusema waende. Hallelujah. Arnold, kama umeipata you can lead it. Hallelujah. Katika jina la Yesu. Ya kwamba hawa watu wamesuliwa. Sijui ni nini hiyo imekusuliwa kwa miaka mingi. Sijui nini hiyo imesuilia ndoa yako kwa miaka mingi. Sijui nini hiyo imesuiliwa biashara yako kwa miaka mingi. Siku ya leo nimekuja kusema kama mtu wa mafuta wa Bwana, let them go. Na Yesu apewe sifa. And how will you go? Nataka sasa nikuelezee. Turudi katika kitabu cha Zakaria mahali tulikuwa. Na pia mkipata hiyo maandiko naomba nijue mmepata. Sijui kwa nini natoka kutoka. Ukiandika hiyo tu kwa Google inafaa itoke. These people has been bowed and no one to say let them go. That is enough kutoa hiyo maandiko. Aha, turudi sasa katika hii kitabu cha Zakaria. Sikia hapa. Take away that filthy garment from him. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Behold, I have caused
thy iniquity to pass from thee. Bwana Yesu apewe sifa. So kile kilikuwa kinapatia shetani the legal ground ni kwa sababu kulikuwa na kitu kinaitwa nini? Iniquity. Kulikuwa kuna kitu kinaitwa nini? Dhambi. Wapendwa, siku ya leo tunaenda kumwambia Bwana, iwe kuna mlango adui alifungua kwa familia zetu, tumekuja kufanya nini? Kutubu. Wapendwa, kile kinapatia shetani nafasi kuishi amesuilia maisha yenyu. Shinda kubwa ambao tuko nayo kanisa ni kwa sababu tumeishi maisha ya kukemea. Kabla ukemee, kuna kitu kinaitwa spiritual procedure. Hatuanziagi na kukemea, tunaanzaga na kufanya nini? Kutubu. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaanzaga na kufanya nini? Na kutubu. Umeishi maisha ya kusema na kemea, na kemea, na kemea. Leo hauanzi na kukemea, leo tunaanzia na kutubu. Na tunaenda kumwambia Bwana, Father, any filthy garment you can see in me, ambao imefanya nionyeshe maadui mgongo. Kulingana na Joshua 7. Kisoma katika Joshua 7. Joshua alikuwa ameambiwa na Mungu hata waionyesha maadui nini? Mgongo. Lakini Joshua 7, Joshua alionyesha maadui nini? Mgongo. Na wakati Joshua alikuwa anauliza Mungu, kwa nini nikaonyesha maadui wangu mgongo? Katika Joshua 7 Mungu akamjibu nini? There is sin in the camp. Kuna dhambi katika nini? Camp. Na Biblia inasema ya kwamba until the time Joshua, ukiendelea katika Joshua 7 ukifuatilia utaona Joshua alifanya upelelezi, akaenda nyumba kwa nyumba, akaenda kijiji kwa kijiji, akaenda person to person. Na hapo ndio alikutana na mtu anaitwa nani? Akai. Mwenye alikuwa amebeba zile vitu Mungu alikuwa amesuilia sifanye nini? Sibebwe. Na Biblia inasema ya kwamba wakati walitubu na wakaondoa zile vitu na wakaharibu zile vitu, kutoka pale Israeli ikaondolewa nini? Mapigo. Wapendwa, kuna mapigo inaishi kwa maisha yetu kwa sababu katika hiyo jamii hakujapatikana mtu wa kutubu, hakujapatikana mtu wa kusimama katika pengo, hakujapatikana mtu mwenye atamwambia Bwana, siku ya leo ni mimi Bwana ninahesabika. Hii familia, ikiwa familia yenu inaitwa ya Joroge, hii familia ya Joroge ni mimi ninatubu kwa niaba ya hii familia. Wapendwa, wewe umeokoka ndio utaweza kuokoa wengine. Wewe unamjua Mungu ndio utaweza kufanya wengine waokolewe. Wewe ambao unajua ukweli, haleluya, ndio utasimama katika pengo. Wapendwa, wale walevi watasaidia familia na nini katika mambo ya kiroho? Wale wako kwa anasa watasaidia familia na nini katika ulimwengu wa kiroho? Elewa ya kwamba wewe ndiye Mungu anahesabu katika hiyo familia. You are the voice of God. Na ukinyamazishwa, elewa familia imenyamazishwa. Siku ya leo hatutakubali wamalizwe na shetani. Wacha kusema haijakuguza ati kwa sababu inatendeka kwa ndugu yako. Wacha kusema haijakuguza kwa sababu inatendeka kwa kazini yako. Wacha kusema haijakuguza kwa sababu inatendeka kwa your auntie. Be a responsible Christian. Jua ya kwamba katika hiyo familia umeitwa. Ni mtu mwenye anajua ya kwamba ama gatekeeper. Biblia inasema nini katika kitabu cha Isaia? Ya kwamba we are the gatekeeper. Gatekeeper ndiye anaruhusu ni nini inaingia na nini inatoka. Wapendwa, hata katika taifa la Kenya we are the gatekeeper. Ni sisi tutakataa umwagikaji wa damu. Ukisikia mtu anasema 2027 itakuwa baya, kanusha, mwambie itakuwa sawa kwa sababu kuna Mungu mbinguni. Hata wapangie vita wapi, sio hapa Kenya. As long as we are here, tunaishikia katika ulimwengu wa kiroho, hakutakuwa na umwagikaji wa damu. Kupatikane watu ambao hawataongea kama watu wa kawaida. Kupatikane watu ambao hawatasema kutakuwa kubaya wengine wakisema. We are the voice of the Lord, and this voice itakuwa na backing ya Mungu. Mipango ya shetani haitafaulu hapa Kenya. Umwagikaji wa damu hautakuwa hapa Kenya.
Tutakuwa na successful election, na election ambayo haitakuwa na damu, na election ambayo Mungu atafanya iwe ya amani katika jina la Yesu. Sababu kile shetani anaanzaga kutumia watu ili wapande mbegu. Hii kutakuwa kubaya, kunaonekana kutakuwa kubaya, na wakati huo you are anointed. Wakati huo umebeba anointing ya God. So shetani anataka na wewe uanze kutamka utakuwa nini? Anatumia maneno yako. Kumbuka Job. Mnakumbuka Job? Job aliambiwa nini? Umlaani nani? Job akafanya nini? Job alielewa spiritual law. Kanisa nataka kuwafundisha muelewe kitu kinaitwa spiritual law. Mashida mingi mnaona hata katika maisha yenu ni kwa sababu si kwamba nyinyi sio waobeji, nyinyi ni waobezi, lakini maneno ambayo mnajinenea, maneno ambayo mnanenea maisha yenu, hiyo ndio ile maneno shetani anatumia kupigana na hatima zenu. The Bible says, as a man speaketh, so anenavyo mtu. Na Biblia inaendelea kusema ya kwamba your word will be snare. Maneno yako itakuwa mtego. Maneno yako itakuwa mtego. So adui anahakikisha ya kwamba kuna maneno umenena. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka niongee na mtu, hata kama utaona watoto wamebehave namna gani, wacha kuwanenea laana. Just bless them. Sababu kile adui anafanyaga, anataka confirmation yako, maana wewe ndio uko na authority juu ya yule mtoto. Ili utamuke ya kwamba huyu mtoto atakuwa bure. Ukishatamka hilo neno, adui anatumia hiyo neno kufanya huyo mtoto nini? Bure. Discipline the child but don't curse her or him. Biblia inasema ya kwamba usiweke kiboko chini, ndio. Lakini hakuna mahali Biblia inasema tulaani watoto wetu. Wazazi mlio hapa nisikizeni. Tumepatia shetani kitu kinaitwa legal ground. Kwa sababu kuna maneno ulimtamkia mtoto katika anga, naye adui akachukua hiyo maneno kutimiza wajibu wake. Discipline the child, yes, but don't curse your child. Spiritual law adui huwaga anasijua, na adui anajua ya kwamba ili Mungu atimize jambo lolote lazima kulikuwa na pando fulani. Naye pia ili shetani atimize jambo lolote lazima kulikuwa na pando fulani. Wapendwa, the enemy counterfeit God. Shetani anajifananisha na Mungu. Ni pando gani umepandia maisha yako? Tunasikia hii baridi imekuja, kale kaugonjwa kangu. Maana unajua kuna kaugonjwa kako kanakujaga wakati wa nini? Baridi. Basi so adui anahakikisha ya kwamba already umepanda pando fulani. So shetani akikuja anakuja kuwork on what already you have what? Planted. Ni mambo mangapi tumejinenea? Ni mambo mangapi tumenenea maisha yetu? Sioni ikiwezekana. Wapendwa, naomba mnisikize. Kuna watu hapa, nyinyi ni waombezi wazuri sana, na hiyo ninawapatia 100%. God bless you. Lakini tukikuja upande huu mwingine wa kujiongelea, kuongelelea maisha yako, uko na 2%. Nataka nikwambie, hata kama wewe ni muombezi mzuri na unajineneaga puari, unajineneaga kujiona asi, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ya, kuna pastor moja wakiwa wameshikana mkono, kukawa kuna mshirika wake mmoja. Sasa ile jinsi ya kuomba, anaomba sisi ni bure, sisi ni dhegedhege teli ke. Pastor akafungua macho, akamwambia wacha hiyo maombi kwanza ifike hapo, acha nikurudishe kuomba. Haleluya. Sasa yule mtu akiomba anafikiria, anaonyesha Mungu vile yeye ni kuhabo. Sio kuhabo. Unajitangazia. Mungu hajasema wewe ni bure. Kwanza amesema hata tusiitwe servant, tuitwe sons. Sasa wewe unaposimama kusema niende teli, dhegedhege, lokogo. So, adui anatumia maneno yako kukufanya dhegedhege. Unakaa kitu vagabond.
Na unafikiria ati ile maombi ni ya kuonyesha Mungu umehabo. Sio kuonyesha Mungu umehabo. Unajita as a man speaketh. Biblia sema hata hatutarudi kuitwa servant. Maana servant kuna kiwango haingiagi katika familia. Lakini sons wao ni warithi. Nataka niongee na mtu. You are the son in the kingdom. Cha kukaa kama bega. Washa maombi yako iondoke kwa kiwango cha bega. Omba kama son. Enda mbele ya Mungu kama son. Nena kama unajua wewe ni mrithi. Omba kama unajua wewe ni mrithi. Just speak the covenant upon your life. It is written, I will not be tail, I will be hand. It is written. Daudi akasema kutoka utotoni wangu mpaka hapa sijaona mtoto wa mwenye haki akiombaomba mtaani. Unatangaza sitakuwa wa kwanza. Nipate mtu mwenye atajitabiria, nipate mtu mwenye atanena neno juu ya maisha yake. Kwa sababu inahitaji kujulikana ya kwamba ni pando gani iko katika maisha yako. Maana ili Mungu atende anatumia pando. Naye ili shetani atende anatumia pando. Bwana Yesu apewe sifa. Sio kama elder umepata ile maandiko nilikuwa nimesema. Ni sahihi. Sawa. Ndasoma. But this is a people robbed and plundered. All of them are snared in oars, and they are hidden in prison houses. They are for prey, and no one says deliver. For plunder. Sikiza hii. Ebu iweke kwa Kiswahili. Iweke hata kwa Kiswahili na Elder John apatiwe hiyo mic. Thank you Holy Spirit of God. Sikiza hii neno. Anasema najua macho yangu itafikia hapo, acha nione hapo. So, anasema lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wao wamenazwa katika mashimo. Wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Sikiza hapa. Kile kimefanya hawa watu waishi vile wameishi, kwa sababu kumekosekana mtu wa kusema waashiriwe. Haleluya. Isaiah 62 ambayo inasema ya kwamba the spirit of the Lord is upon me. Amenitia mafuta. Oh, hallelujah. Thank you Holy Spirit of God. One of the reason why I'm anointed ni ili nikikutana na huyu mtu wako katika gereza. Gereza ya kijamii, gereza ya kidoa, nikaweze kumsihi Bwana na huyu mtu akafunguliwe. Na siku ya leo naenda kumsihi Bwana kwa niaba yako. Mwambie Bwana, washa hii maisha ya gereza. Maana kulikuwa kumekosekana mtu wa kusema afunguliwe. Nimepatikana siku ya leo. Na ulinitia mafuta Bwana, sababu yake moja, ili nikaweze kutoa watu magerezani. Hii gereza iwe ni ya magonjwa, Jehova have mercy. Hii gereza iwe ni ya kijamii, Jehova have mercy. Hii gereza iwe ni financial, Jehova have mercy. Hii gereza Bwana, wewe ndiye unajua ni gereza gani hao watu wako. Leo Bwana, limeba mercy. Isaiah 62 inasema nini? Elder nisomee kwa Biblia. Isaiah, it is 61, sorry. Number 1. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good news to the poor.
He has sent me to heal the broken-hearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. God bless you. And the opening of prison to those who are bound. Sababu moja Kristo amenitia mafuta. Sababu moja Kristo amenitia mafuta ni ili nikikutana na hawa wafungwa wa kiroho nikaweze kutangaza uhuru wao. Biblia inasema hawa watu wamefungwa na wanateseka kwa sababu kumekosekana mtu wa kusema wafunguliwe. Nami nasema katika haya madhabahu ya Word of Grace, nimepatikana nikatangaze uhuru wako. Nimepatikana nikatangaze uhuru wa hiyo jamii. Nimepatikana nikatangaze uhuru wa hiyo ndoa. Sijui ni nini imekutesa kwa miaka mingi. Sijui ni nini imekusuilia kwa miaka mingi. Lakini siku ya leo tunataka tukatangaze. Kama kulikuwa na kitu kilikuwa kinapatia shetani kitu kinaitwa legal ground, we are here to repent. We are here to tell God have mercy. We are here to tell God in your judgment, oh God, may you remember mercy. Katika hukumu yako Bwana, ninaomba ukakumbuke rehema. Na unapokumbuka rehema Bwana, naomba usituhukumu kama familia. Naomba usituhukumu kama ndoa. Naomba usituhukumu kama biashara. Naomba usituhukumie watoto. Unapokumbuka rehema zako Bwana, ninaomba ututembelee na rehema zako, na ninaomba kila gereza ikaweze kuvujika. Chochote kilisuilia mabibi katika familia, kikazuilia watoto katika familia, kikazuilia ndoa katika familia, nimekuja kutangaza huu ni mwaka wa Bwana, na huu ni mwaka wa kukumbukwa na wa kufunguliwa. Those people has been suffering and there was nobody to say wawekwe huru. Nimepatikana siku ya leo ili nikaweze kutangaza wakati wa kupokea rehema na kibali cha Bwana umefika, ili hiyo ndoa ukaendelee. Chochote kile shetani ameishi miaka mingi kusimama mbele yako na baraka zako, kusimama mbele yako na ndoa yako, kusimama mbele yako na watoto wako, siku ya leo tunaenda kumwambia Bwana, tumekubali waliua, tumekubali walimwaga damu, tumekubali walienda kwa waganga, tunakubali walitoa kafara, tunakubali walifanya usherati, tunakubali walifanya abosho, tunakubali hizi dhambi zote. We are not justifying ourselves. Kile kilisuilia Adam na Eve wabarikiwe ni kwa sababu walipotembelewa na Bwana, kuliko watubu walianza kujustify. Siku ya leo we are not going to justify ourselves. Tunaenda kumwambia Bwana, ndio Bwana, tunakubali kuna mambo yalitendeka kwa jamii, kuna mambo yalitendeka kwa maisha yetu. Ndio Bwana, tumekubali kuna watu tumebeba katika mioyo yetu, kwa sababu watu wengine kile kinasuilia Bwana watembelee hapa ni kwa sababu kuna watu mumebeba katika mioyo yenu, kuna maumivu imeishi katika mioyo, na mumekataa kukubali kuashiria, mumekataa kukubali kusamehe. Siku ya leo tunaenda kumwambia Bwana, uchunguzae mioyo ya wanadamu, chunguza moyo wangu. Kama kuna dhambi unaweza ona, kama kuna chochote unaweza ona kinaweza suilia, unitembelee. Jehova, nimekuja kutubu. Jehova, nimekuja kuungama. Biblia inasema afishaye dhambi zake hataweza kufanya nini? Afishaye dhambi zake hataweza kufanikiwa. Siku ya leo tunakuja kumwambia Bwana, search our heart, O God. Is there anything that is standing before me, between me and you, O God? Siku ya leo nimekuja Bwana kutubu. Sitaki kitu ambacho kitapatia shetani the legal right. Sababu hebu nisikize hapa. Hapa sio anointing inakusaidia kitu cha kwanza. Hapa ni kutubu kitu chafanya nini? Cha kwanza. Hata Mungu mwenyewe ili aweze kukemea shetani mbele ya Joshua, ilibidi kwanza atolewe ile fasi nini? Kwa hiyo siku ya leo tunaenda kumwambia Bwana, tumekumbali kuna mateso jamii zetu zimeishi nayo. Kwa sababu mababu zetu walienda kwa Kafueli, wakatoa kondoo,
wakatoa buzi na wakafanya maagano. Siku ya leo Bwana tunaungama, kama kuna kitu chochote kimefungua mlango ambao umefanya jamii siishi kuteseka, ambao umefanya ndoa siishi kuteseka, siku ya leo tunaomba rehema. Jina la Bwana lipewe sifa. Thank you Holy Spirit of God. Na hii sikuingia katika maombi, lakini shanimalize topic yangu katika jina la Yesu Kristo. Thank you Holy Spirit of God. So ukiangalia katika kitabu cha Matthew 13 verse number 25, the Bible says when men slept, wakati watu walilala. Kuna advantage shetani anatekigi wakati hatujasikia katika kiroho. Advantage adui anatekigi wakati watu wamelala katika kiroho. Kwa hivyo siku ya leo tunaenda kumwambia Bwana, agikuwa kuri goite igwete ngoma akihanda kindu rushini ruo muthi ndoka gugikonya. Kama kuna chochote kilipandwa na adui wakati sikuwa nimejisikia katika kiroho, na iposa neno la Bwana linasema ya kwamba be vigilant, be awake, be spiritual awake. Bwana Yesu apewe sifa. Maana neno la Bwana linasema ya kwamba wakati walilala, naye adui alikuja akapanda nini? Magugu. Adui alijua anapanda na anaenda zake. Anajua hiyo magugu ikikuja kukua itatimiza wajibu. Enemy is not always there to fight with you. No, he is very busy kupigana na wengine wengi. Kile anafanyaga, anawasha amepanda pando, anaenda zake. Anawasha pando ifanye kazi. Na siku ya leo tunaenda kumwambia Bwana, kila pando katika maisha yangu ambao sio wewe umepanda Bwana, ninaing'oa. Haitalete mazao, haitatimiza wajibu wa adui katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Praise be to the name of the living God. Romans 6 verse number that 23. The Bible says, washa hiyo tusome kwa haraka. Romans 6 verse number 23. Okay, the wages of sin is death, but the gift of the Lord is eternal life through Christ Jesus our Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Ati dhambi inasaaga nini? So adui akijua hiyo pando imepandwa, naenda kungojea mauti. Maana anajua already kuna pando imefanya nini? Siku ya leo kanisa, nisikizeni, tusikubali kufisha chochote ambacho sio za Mungu, maana kinaletaga uharibifu baadaye. Bwana Yesu apewe sifa. Siku ya leo kanisa, katika familia zetu, let us tell the Holy Spirit, examine our families. Kuna mambo huenda haujui litendo ukiwa mtoto. Kuna mambo hujui. Kuna mambo haujui. Haleluya. Haleluya. Kuna mambo haujui ilifanywa na wazazi wako. Kuna milango haujui. Haleluya. Lakini kuna Roho Mtakatifu mwenye anajua kile hatujui, na siku ya leo tunaenda kumwambia chochote kile unaona, scan our family. We have come to your scanning. Tumekuja utuscan. Anything which you have not planted. Na ndiposa mzuri neno la Bwana haikutaja ni nini, maana iliwacha hiyo space ili kile kilipandwa kwenyu Bwana akiweke hapo. Chochote kile kilipandwa kwa hii jamii, na ndio kinapatia shetani the legal ground. Unashangaa kwa nini watu wanakufa hivi kwa familia na vile unaomba. Unashangaa kwa nini hii magonjwa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kinaendelea kwa familia, necessarily huenda sio wewe, lakini as long as kuna msisi fulani, Bwana anauliza Ezekiel 22:30 kwa haraka.
Ezekiel 22:30. Nasema, and I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Sikiza hapa. Heaven ili ifanye kitu hapa duniani lazima ikuwe authorized. Hiyo ni kitu watu wengi hawajuani. Ili Mungu akiwa Mungu vile alivyo na mwenye nguvu zote. Siku ingine niwafundisha nikawaambia nini? The earth I give it to the man. Our God is so faithful. Our God is man of protocol. Our God is bound by the law. Sio kama wanadamu. Sio kama hizi constitution za hapa Kenya zenye tuko nazo hazifanyi kazi. Hello? Hadi zinashika wale ambao hawana pesa. Wenye wako na pesa wanaweza fanya anything na wakuwe free. Constitution ya God imembao mikono, hawezi iruka. Ili afanye kitu hapa duniani lazima kupatikane authorization ya mwanadamu ili kitu kitendeke hapa. Sisi kuingine nikawafundisha hapa. Bwana anauliza, who will take me to? Nani atanipeleka wapi? Edom. Kwa nini Mungu hawezi enda Edom? Na Edom ni yeye aliumba. Kwa sababu there is no authorization hapa imetoka. Sikiza hapa. I sought for a man. Ili Bwana atende jambo, kwanza anaangalia ni nani atasimama katika that gap. Hebu sikia hapa. Ili nisifanye mabaya. Bwana hataki kufanya mabaya. But as long as there is sin in that family, mabaya inaendelea kutendeka. Bwana hafurahii. Bwana hafurahii. Lakini kile kwanza anatafuta katika hiyo familia ni nani anasimama ili atubu katika hiyo familia. Bwana hataki hata ushinde ukisema ni nani alifanya hiyo dhambi. That is not his interest. Bwana anataka aone mtu mwenye anamwambia Bwana, I'm pleading for mercy, oh God. Kumbuka Ibrahimu alisimama katika mwanya kwa sababu ya ndugu yake nani? Kwa sababu ya ndugu yake nani? Wapendwa, hatutakubali akina Loti wetu aangamie. Nipate watu siku ya leo wenye wataadhuraisi mbinguni Loti wakumbukwe hata kama hawajaokoka. Haujanipata. Nipate watu watapata mizigo ya jamii. Nipate Wakristo ambao hawatakuwa selfish. Kuna watu wanasema as long as nimeokoka na familia yangu iko safe. Uko safe waje wakati ndugu zako wanaangamia. Wakiguzwa umeguzwa. Wakiteseka unateseka. Wakiwa na shida huwezi waasha wakiwa Kenyatta. Kwa hivyo wakiguzwa pesa zako zimeguzwa. In direct, yeyote mko related na yeye akiguzwa umeguzwa direct. Na kwa hivyo nataka niseme nini? Ni wajibu wako ukiwa umeokoka kama Ibrahimu umwambie Bwana, hata kama umesema unaniokoa usisahau Loti wetu. Na kwa sababu ya Ibrahimu Loti akakumbukwa. Lakini alikumbukwa wakati gani? Wakati kulipatikana mtu akusimama katika mwanya. Wakati Ibrahimu alisimama katika huo mwanya akaondoka na Loti. Nani atasimama katika mwanya aseme hakuna mwingine tutasika katika familia zetu? Nani atakasirika na kuona yale mambo yanatendeka katika familia? Nani atachukua mzigo? Biblia inasema Nehemia alikuwa kwa nyumba ya mfalme, hakuwa nakosa chochote. Katika kitabu cha Nehemia 1. Lakini aliposikia habari, ukuta umefanya nini? Wakati alisikia nini? Wapendwa, kwa nini hatusukumwi na habari ambazo tunasikia katika familia zetu? Kwa nini hatusukumwi na habari ambazo zinaendelea katika familia zetu? Kwa nini hatusukumwi na habari that we may call upon the Lord and say this one will not continue? Thank you, Holy Spirit of God.
Nani atahesabika kuita Mungu aingilie kati? Nani atahesabika kumwambia Bwana, I'm standing between my family and you, oh God, have mercy now. I fought for a man. I fought for a man. Authorization ya bingu. The Bible says bingu ni ya Mungu, lakini dunia ameipatiana kwa mwanadamu. Naomba unipate na unipate vizuri sana. Chochote kinatendeka kwa bingu inategemea kama kuna mshauri amesimama ama kuna mtu wa Mungu amesimama. Maana mwanadamu haijasema huyu ameokoka peke yake, inasema mwanadamu. Kwa hiyo hata kama ni mshauri na ako na kitu kinaitwa ligo, kuna kitu anaauthorize kinatendeka mbinguni. Lakini sisi nasi tumeokoka, kuna mambo hatutakubali yatendeke kama tunaitanishwa na jamii zetu. Kuna mambo tutaita mbingu, kuna mambo tutaita Mungu, na tumwambie Bwana tumesimama. Mayanda rabushika laboya. Loti alitetewa na nani? Na Ibrahimu. Hallelujah. I'm looking for a man. Wakristo tuondoe mioyo ya selfishness. Kile kinaharibu kanisa, kile kinaharibu mambo ni kuwa ya kwamba we are being so selfish. Tunaomba nibarikiwe, kazi yangu ibarikiwe, watoto wangu wabarikiwe, full stop. We are so selfish. We are not praying for our people. We are not standing on a gap. We are not calling upon God. Wapendwa, ninataka kutoka siku ya leo be your brother keeper. Kile kilifanya Kaini wakosane na Mungu, aliulizwa ndugu yako. Leo Mungu atembee hapa akuulize ndugu yako wako wapi? Mara mwisho kuombea ndugu yako ni lini? Tajibu namna gani? Wapendwa, tuwaombe. Joshua ilifika mahali akasimama akasema, mimi na nyumba. Kama tumeitanishwa na wao, tuwaombe. Nimekuja kuambia ya kwamba lazima tujue ya kwamba we are the priest in the family. Mimi ndiye priest hapa kanisani, lakini nawe kwenyu Mungu anakuita priest. Kwa hiyo jamii Mungu anakuita priest kama umeokoka. Sauti yako ndio itawaokoa. Sauti yako ndio itatetea hiyo jamii. Sauti yako ndio itasema hapa tukigodhi koge Ngai wa iguru, hatutasika mwingine kwa hii familia. Sauti yako ndio itasema ya kwamba hii jambo haitatendeka. Wapendwa, we are the voice of God. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini tunyamaze maovu ya kitawala? Kwa nini tunyamaze adui ya kitawala? Hallelujah. Let us raise our voices na tujue ya kwamba ili Mungu afanye kitu hapa duniani anahitaji authorization, anahitaji kuamrishwa na nani? Na mwanadamu. Lazima kuwe na mtu. Unasikia vile anauliza Job, did you command your day? Unajua mtu mwenye anajijua kiroho, si Mungu anisaidie tu hakimuelewe kile na wafundisha. Mtu mwenye anajielewa kiroho, sio maombi tu, huaga ana command things. Oh my God. So ningeomba Mungu tu awasaidie ili mpate hizi revelation na wafundisha. Mungu anauliza Job, did you, hebu nitolee hiyo maandiko elder. Did you command? Job number 38 number 12. Have you commanded the morning since your days began? Have you commanded your morning since the day began? And caused the dawn to know its place. Ulifanya asubuhi yako ijue mwelekeo wake. Have you commanded your morning since the day began? Uliamurisha siku yako ijue itaanziaje na itamaliziaje. Wapendwa, tukijifahamu kiroho. Unajua command inamaanisha nini? Askari kanaweza kuwa kebaba, vile unaweza sema, lakini kakifanya hivi. Kama jana tukitoka pande za Mwingi. Haleluya. Tukakuja wanajeshi wamesimamisha gari. Na mimi nikasema ni mwanajeshi wa mbinguni ninapita. Nilipofika pale kwa blada nikaambiwa hapana, simama. Haleluya. Haijalishi huyo mwanajeshi alikuwa mwebaba kiwango gani, nilisimama.
Kaniuliza kwa nini unapita magari mengine yote imesimama wewe unaenda through. Kamwambia ni vile sikumjibu, lakini kwa roho nikasema hata mimi mwanajeshi wa mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Nikamuuliza sasa, mwanajeshi wa hapa duniani unataka nini? Kaniambia hebu rudi mahali ile magari mengine iko. Nikalivas. Alipoona nimemtii, kakuja akatuambia, nimeona nyinyi ni wazee Eden. But nini nataka nikuonyeshe? Iwe yule mwanajeshi ni mdogo kiwango gani, kwa kishwa yake amebeba kitu kinaitwa kiraoni ya nini? Janipata. Sio yeye ninadili naye. Kupomheshimu siheshimu taifa la Kenya. Kwa maana kile amesimamia pale, hasimamii jina lake Kalaja ama Johona ama John. Anasimamia taifa. Nipate mtu atajielewa. Ukiinua mkono unasimamia ufalme wa mbinguni. Hujanipata tafadhali. Did you command? Aliniinulia mkono hivi. Sio bidugi, hata hakushida akinichukua mkono peke yake. Wapendwa, naomba mnisikize. Mkono wako peke yako umetosha kusimamisha mawimbi kwa hiyo familia. Shida ni ya kwamba ni wewe hausimamishi. Unaona yanakuja lakini hujielewi. Naongea na mtu, simama kwa nafasi yako. Tangaza ya kwamba in the name that is above every other name, ninainua mkono katika hii familia. Ninasema hakuna mambo mengine. In the name that is above every other name, ninainua mkono wangu. Ninasema hatutasika. Nipate watu wataomba na komanda. Nipate watu wataomba na mamlaka. Nipate watu wataomba wakiauthorize thing kufanyika. Bwana Yesu apewe sifa. Sio maombi tu ya kawaida, commanding things in the spiritual world. Yule mwanajeshi hakuniambia tafadhali naomba ufanye nini? No! Aliniambia go back. Who authorized you kupita? Wengi wale tulikuwa nao kwa gari wanajua. Hakuniambia tafadhali naomba urudi pale. Sasa hapa kuna watu wanaombaga hivyo. Tafadhali shetani umekuja sana. Anaona uko serious. No! Nataka nione watu watauliza, umepitia hapa, umeruhusiwa na nani? Jobu anaulizwa, did you command? Maombi ya Wakristo wengi imekosa kitu kinaitwa spiritual authorization. Biblia inasema wakati Yesu alisimama katika synagogue kuanza kuhubiri, kile kilisababisha mahubiri yake ikose kuwa ya kawaida, kwa sababu aliongea with the power and authority. Aliongea na mamlaka na akaongea na nguvu. Nimekuja kuongea na mtu siku ya leo. Maombi yako isiwe ya kawaida. Maombi yako ijae spiritual authority, maana unajua umebeba ufalme. Unaposema hapa hapana njia, sio Pastor Washira anasema, ni mbingu inasema. Unaposema kwa hiyo familia yenyu hii haitaendelea, sio wajua Johona anasema, sio Kimani anasema, ni mbingu inasema. Na kile mbingu inasema, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Bwana Yesu apewe sifa. Yule askari alijua kwa kishwa chake ako na nini? Kiraoni ya Kenya. Na akiniongelesha sio Kimani ama Johona ananiongelesha, ni kiraoni inafanya nini? Wapendwa, nataka nikwambie siku ya leo, you carry the name that is above every other name. When you are authorizing mbingu, ni mbingu inaongea, sio wewe. Washa kuomba maombi ya kawaida. Washa maombi yako ijue. Washa familia yenyu ijue hii ndio njia ni familia itapitia. Washa hiyo doa ijue hii ndio njia itakayopitia. Washa kuomba maombi kama ni ya kupembeleza. Did you command your morning? Bwana anataka aone ukikomandi mambo kwa hiyo
hiyo familia. Bwana anataka aone ukikomadi mambo kwa hiyo ndoa. Nipate watu wataanza kujielewa, nipate watu wataanza kuongea kama wako na mbegu ya ufalme, nipate watu wataanza kuongea kama ya kwamba wao ni wana katika familia. Ukishajua wewe ni mwana, utajua kupatiwa urithi katika familia, sio excuse me, you have a right. Hello. Mfanya kazi hata afanye kazi miaka ngapi katika hiyo familia, haleluya, kuna siku ataweza kupatiwa urithi kama mtoto na mtoto wa hiyo familia. Wapendwa, wacheni kukaa katika ufalme kana ya kwamba nyinyi ni wageni. Wacheni kukaa katika ufalme kana ya kwamba Yesu alisema hatarudi kutuita nini? Servant. Tumefanyika wana kupitia kwa damu ya Yesu Kristo, na kupitia kwa hii damu ninatangaza tuko na haki ya urithi katika ufalme wa Bwana, maana chochote ambao Kristo alipata ni kwa sababu yangu na yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Tumefanyika kuwa wana katika jina la Yesu. Haleluya. Sikia kuingia kwa maombi, lakini nataka nimalize hii topic sababu nilikuwa nataka nimalize hii topic siku ya leo, na najua Bwana atanisaidia katika jina la Yesu Kristo. Thank you Holy Spirit of God. Kiangalia katika kitabu cha Genesis 2 verse number 3. Genesis 2 verse number 3. Sorry, Genesis 12 verse 2 and 3. Genesis 12, sorry, verse 2 and 3. Nasema, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, curse him that curses thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. God bless you. Be seated. Naomba unisikize hapa. Abraham kuna kitu moja alielewa: kujengea Mungu madhabahu. Na alipojengea Mungu madhabahu, naye Mungu kuna kitu moja alifanya. Alishuka katika ile madhabahu akaweka maagano na Abraham. Naomba upate na uelewe hii. The greatest way of a man walking with God is through covenant. Na wakati Abrahamu alijua hiyo siri, haleluya, alikuwa mtu wa kutembea na Mungu na maagano. Naomba unisikie na unishike na uelewe hii vizuri. Saa hii unamtumikia Mungu, na ile dhabihu unamtolea Mungu, iwe dhabihu kama ile wale tulikuwa nao jana all the way ile safari, hiyo ni dhabihu. Sababu eneo ile tulikuwa tumeenda bali sana, ilikuwa kwa sababu ya ibada. Hatukuwa tumeenda ugeni mahala pale, tulikuwa tumeenda kwa sababu ya ibada. Ile kuna sacrifice unatoa kwa haya madhabahu, hiyo ni dhabihu. Vile umeingia hapa kuja kumtafuta Mungu, hiyo ni dhabihu. Kuna kitu nataka uadalaini hapa ili uelewe kutoka leo. Dhabihu yako mbele za Mungu inakuteteaga wewe na your generation to come. Hii neno imeandikwa hapa. Ningetaka uangalie hilo neno kwa undani. Miaka mingi sana Mungu alinena haya na Ibrahimu, na akamwambia kupitia wewe generation yako yote, kuanzia na watoto wako wa damu na wale wote watakuwa watoto wa imani. Kidogo tu nataka tuanzie na watoto wa Ibrahimu wa damu. Ukitaka kujua hii maandiko ni ya ukweli, na iliandikwa miaka mingi sana, iliisha. Sijui ni wangapi wanafuataga vita ya Israeli. Bwana Yesu apewe sifa.
Hao watu kuna wakati walikuwa wameinukiwa karibu na kila mmoja, na wakakaa mpaka Amerika yenyewe inataka kuwaashiria. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wakiwa mpaka wanaashiriwa na Amerika. Na mnajua kale ni kakantri kadogo kanatoshana na kama nini? Nairobi. Yule prime minister wa hiyo nchi anajua maandiko. Alisimama, haleluya, na akasema he is not bowing, hata kama hakuna mtu amemshika nini. Ukweli ni kuulize, hao watu mshaoiona wakishindwa? Lisha ya kwamba ni kataifa kadogo hivyo, mshaoiona kakishindwa? Sikiza, ni hii maandiko. Yani covenant, plantation ya Mungu akiwa ameipanda kwa maisha ya mtu, haijalishi ni nini itakuja kusimama on the way, hiyo plantation itakutetea. Hili neno lilinenwa miaka mingi sana iliyopita, na vile Bwana aliapa kupigania watoto wa Ibrahimu. Naanzia na watoto wa damu, maana Jews ni watoto wa Ibrahimu wa damu. Sasa kabla nikuje kwetu sisi ambao ni watoto wa kiroho, kwa sababu ya hiyo covenant, hao watu wamejaribu kupigwa hiyo miaka yote, na hata kama maadui wote wameshikana na mataifa yenye nguvu na kubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Yani inafika mahali kale kataifa kanapigana na mataifa kama matano. Unasikia kanapiga Lebanon, kanapiga Syria, Iran. Unasikia bado kuna kakundi kengine kale kalikuwa kamejiondoa kale karibu na pale bahari kalikuwa kanaitwa nini? Unasikia kamejiinua bado kanapigana nayo, lakini kale kataifa kakiwa kadogo vile kalivyo kadogo, kako na ahadi ya Bwana. Nataka nikwambie, it's not about your size, it's about the covenant. Kama katika maisha yako kuna plantation ya Mungu, haijalishi ni mataifa mangapi yatasimama kinyume na wewe, haijalishi ni watu wangapi watasimama kinyume na wewe. Nimekuja kuongea na mtu upate kufunguka macho, upate kujielewa, upate kujua umebeba nini, upate kujua ni nani anakupigania. Biblia inasema nitakuokoa kwa mataifa makubwa na yenye nguvu. Nimekuja niongee na mtu, hata kama wale wanapigana na wewe ni wenye nguvu, hata kama wale wanapigana na wewe ni wenye silaha, nimekuja nitambilie mtu, mkono wa Bwana uko juu yako, covenant ya Mungu iko juu yako. Nimekuja niambie mtu, hata kama wako na uwezo wa aina gani, wote watabao according to the word of God. Pigia Bwana makofi mazuri. Praise be to the name of the living God. Kwa hivyo ile kitu nataka unote, Mungu anatumia kitu kinaitwa kile amepanda kwa maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Na pia adui anatumia pando. Na kwa hivyo siku ya leo nataka pando la Mungu lipate mizizi, pando ambalo sio la Mungu katika maisha yetu, katika jamii zetu, tukaifanye nini? Tukaing'oe katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Praise be to the name of the living God. Oh, hallelujah. Praise be to the name of the living God. Thank you, Holy Spirit of the living God. Asante Roho Mtakatifu wa Bwana. Thank you, Holy Spirit of God. In the book of John 14:23 and Jeremiah 1 verse number 12. Ninapoenda kumalizia. John 14 verse number 23. Jesus answered and said unto him, If a man loves me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Jeremiah 1 verse number 12. Shikanisha sote bili. Then he said, The Lord unto me, Thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. God bless you. Turudi katika John 14 verse number 23 sasa.
John 14:23. Yesu akasema ya kwamba if a man love me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come unto him and make our dwelling with him. Yani, kama unampenda Mungu utaweka neno lake. Kile kitafanya Mungu akushidanie ni kama utashika neno lake. Bwana Yesu apewe sifa. Kile kitafanya Mungu apigane vita zako ni kama utashika neno lake. If you abide in my word and my word abide in you. Hallelujah. Hallelujah. Wapendwa, situkumbali kuwa watu wa kuishi neno. Hallelujah. Situkumbali tu hizi dakika natumiaga hapa kwa haya madhabahu kuwaletea na kufundisha neno. Hii neno imukubali istiki katika mioyo yenu. You live the word. Because the only thing that will authorize heaven in your life is his word. Ni kama kuna pando la neno la Mungu katika moyo wako. Kile kita-authorize upendo wa Mungu katika maisha yako ni kama kuna neno pando la Mungu ndio litafanya mbingu ikutetee. Jina la Bwana lipewe sifa. Biblia inasema ya kwamba na mbingu na nchi sitapita, lakini neno langu. Nipate watu wanaelewa what the word means. Oh my God. Tuko na Wakristo wengi, naomba mnisikize vizuri sana, hawajaelewa kitu kinaitwa the power of the word. Eda kwa Muislamu, mimi niko Isiri, najua kile nakwambia. Kwa sana na Muislamu kidogo, nakwambia naenda kukusomea nini? Nakwambia naenda kukusomea nini? They know there is power in the Quran. But nataka nikuambie kuna nguvu imepita vitabu zingine zote na mambo mengine zote. Niko katika hili neno. But the problem is we have Christian wenye hawajui wamebeba nini. We have Christian wenye hawajui the power in the name of the Lord. Biblia inasema mbingu na nchi angalau sipite, lakini nitetee neno langu. Unaponena neno, elewa unaashiria the power of God in your situation. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia, hebu rudi mahala pale. Yeremia 1 verse number 12. Inasema nini? Thus is the Lord. Huaga anaenda kwa haraka ili atimize lile neno ambalo yeye amenena. Wapendwa, katika maisha yako kile kita-authorize mbingu ni pando ya neno la Bwana. Hallelujah. Nipate watu ambao unapoashiria neno kwa maisha yako unaiashiria kwa imani. The word that they hear. Elder nitolee hiyo maandiko. It did not benefit them because they never mix that word with the faith. Neno pasipo imani haina nguvu. Hata utamuke neno lakini hauishanganyi na imani. Kile kinapatia neno la Mungu uzima, nguvu, ni kwa sababu unainena kwa imani. Thank you Holy Spirit of God. The word that they hear, neno ambao walisikia haikuwafaidi kwa sababu hawakuishanganya na imani. Hili neno ushanganye na imani, uanze kuitambilia maisha yako, uanze kuitambilia ndoa yako, uanze kuitambilia watoto wako. Wapendwa, neno linafanya kazi. Mbingu na nchi ziliumbwa kupitia kwa neno. Chochote uonacho na tuonacho
Haleluya. Tusipoona na tusishoona na tunachoona kiliumbwa kwa sababu ya neno. Alipokuta dunia ikiwa ukia, akanena. Sijui ni hali gani katika maisha yako iko ukiwa. Taka tutainenea kwa imani. Na tusome hiyo neno. Hebrews number 4 verse 1 and 2. Therefore, since a promise remains of entering his rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. Number 2. For indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not mixed with faith in those who heard it. God bless you. Underline this word. Kile kinalete tofauti sio neno tu. Oh, haleluya. Hapana. Hapana. Wacha tusichukue neno la Mungu casually. Wacha tusichukue neno la Mungu kama kawaida. Haleluya. Wacha ushukue neno moja, lakini hiyo neno uombe nayo kwa imani. Thank you, Holy Spirit. Biblia inasema ya kwamba the word that they heard and it did not profit them. Why? Walishukua casually. Walishukua isate kama ingine, pastor amehubiri amemaliza, twende nyumbani. Wapendwa, ukishukua neno la Mungu, pia na hilo neno kwa imani. My God. Mix the word with faith. Speak it over your situation. Neno ni mbegu. Yeremia akaambiwa kupitia hili neno, kupitia wewe nitafuta falme, kupitia wewe nitajenga, nitabomoa. Neno lina nguvu, lina uwezo. My God. Lakini lazima lishanganywe na imani. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaenda kutangaza kupitia neno la Bwana. Tunabomoa falme zote. Somea katika hiyo kitabu cha Yeremia tunapoenda kuingia kwa maombi. Na hapa ni Mungu anakunenea. Sasa odoa Yeremia, weka jina lako. Akisoma hiyo maandiko, hata wewe ukisoma. Sasa nataka uondoe Yeremia, uweke jina lako mahala pale. Nisomee hiyo kitabu cha Yeremia 1, mahali ambapo Bwana anamwambia through you. Haleluya. Yeremia. Sasa uondoe Yeremia, uweseme, uweke jina lako. Haleluya. Tuendelee. Nitabomoa kuta, nitabomoa. Ujaona hiyo scripture hapo kwa Yeremia, iko tu hapo mwanzo. Hapo Mungu anamwambia Yeremia, ama Elder John kama okay sawa. Jeremiah number 1 verse 10. See, I have this day set you over the nations. Sasa nataka useme kwa imani, siku ya leo, this day. Haleluya. Unajua hiyo day haikupatiwa tarehe, kwa sababu hiyo day ni ile siku utaifanya iwe yako. Haleluya. So najitangazia siku ya leo, the Lord has set me over. Amen. Over every situation, over what was happening in this family, also over. The Bible says in the book of Psalms 29, the word of God is over many waters. I have set you over. Hallelujah. Bwana amekuweka mahali pa juu, wacha kujishusha. Continue. Over the nations and over the kingdoms, to root out and to fall down, to destroy and to throw down, to build and to plant. Sasa nataka siku ya leo, simama na miguu yako, maana tunaenda kuingia katika maombi. Nataka siku ya leo, ni wewe na ni mimi, Bwana ananenea. I have set you over. Hallelujah.
nimekuweka mahali pa juu. Haleluya. Ya kwamba siku ya leo utabomoa, ya kwamba siku ya leo utajenga. Wapendwa, nataka hii neno uishukue kwa imani. Sasa tunaongea na wewe, nataka usafiri mpaka kwenyu katika ulimwengu wa kiroho. Uangalie ni mijengo mingapi Shetani anataka kujenga kwenyu. Iwe ni mijengo ya kansa, iwe ni mijengo ya kuvunja ndoa, iwe ni mijengo ya kuharibu familia. Nataka tukamwambie Bwana, you have set me over this day. I'm mixing your word with faith. Nimekataa kuishukua neno lako casually. Ninatembea katika hiyo familia, ninavunja maroho ya vifo, ninavunja maroho ya maafa, ninavunja maroho ya kansa. Wapendwa, ni wewe Mungu ameinua. Nataka ukaishukue neno, ukaishanganye na imani. Nataka ukamwambie Bwana, Rama Shaka Rabuyanda, this day you have set me over. I am the gatekeeper in this family. Nimekubali kuchukua wajibu. Umwambie Bwana, umeniita. Wacha kusema wewe ni mtoto, wacha kusema wewe hauna uweza. Yeremia alikuwa anasema ya kwamba mimi ni mtoto. Yeremia alikuwa anasema ya kwamba mimi sifai. Nimekuja niongee na mtu siku ya leo. Ni wewe Bwana anaita. Kubali mwito. Mwambie Bwana, umeniita. Kwa hii familia uliniokoa na sababu. Kwa hii familia uliniita na sababu. Kwa hii familia ulinishagua kwa sababu. It was not accident. It was not accident. It was not by mistake. Mungu anamwambia Yeremia, nilikuchagua ukiwa tumbo la mama yako. Ninaambia mtu hapa, confirmation ya neno la Bwana. Hukuokoka tu uokoke, haukuitwa kwa hiyo familia tu uitwe. Jehova alikuita na sababu. Jehova alikuokoa na sababu. Jehova alikuleta katika ufalme na sababu. Wewe ndiye taa. Taa ikishawashwa huwaga haifunikiwi. Nasema lazima tuangaze, lazima tuangaze. I'm calling for your light. I'm calling for your light. Ninaita mwangaza wako uanze kuonekana katika hiyo familia. Nimekataa kufunikwa, nimekataa kufunikwa.
kutubu. Chochote kile kinapatia shetani the upper hand, tumekuja kutubu, tumekuja kutubu. Any opening, iwe ilifanywa na mababu, iwe ilifanywa na mababa, iwe ni sisi tulifanya, tumekubali kutubu. Mulango wote unampatia shetani nafasi ya kutuakiza, nafasi ya kutusuilia. We are repenting, O God, on behalf of the family. We are repenting, O God, on behalf of our brothers and sisters. We are repenting, O God. Tunakubali Bwana kutubu na kuungama. 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 Kila dhambi unaweza ona, kila dhambi unaweza ona katika familia, kila dhambi unaweza ona katika jamii zetu, kila dhambi unaweza ona katika jamii zetu. Tubu Bwana, tunaungama Bwana, chochote Bwana, kila pando ambalo haujapanda na shetani alipanda, anangoja aone ikileta uharibifu. Siku ya leo tunang'oa, tumekubali Bwana kutubu, na kwa sababu tumetubu, tunatangaza kila pando ilikuwa inaleta maangamizi, kila pando ilikuwa inaleta magonjwa, kila pando ilikuwa inapatia the enemy the upper hand. Wewe tumekuja kinyume, tunamnyima shetani the legal right. Hana ground ya kututesa tena, hana ground ya kutufinyilia tena, hana ground ya kufinyilia jamii tena, hana ground ya kufinyilia watoto tena. Katika jina kula Yesu tunamnyima nafasi, nafasi yote alikuwa anatumia. The Bible says do not give the Satan the legal ground. Any legal ground shetani ulikuwa unatumia. Siku ya leo tunatubu, hatutaki kujua ni nani alifanya dhambi katika jamii, hatutaki kujua ni nani alifungua huu mlango wa waganga na washawi katika jamii. Lakini siku ya leo tumesimama kwa kiti cha rehema, tunatubu kila dhambi. Anything that you can see on behalf of our family, anything that you can see on behalf of our children, anything that you can see on behalf of our families, we are repenting, O God. We are pleading for your mercy. We are repenting, O God. We are pleading for your mercy. The Bible says, if I cover my sin, I will not prosper. Today, my Father, my God, I'm not justifying myself. I'm standing before the throne of mercy. I'm standing before the throne of mercy. I'm pleading for your mercy upon every member of this church. I'm pleading for your mercy on behalf of your family. I'm pleading for your mercy on behalf of myself and my family. I'm pleading for your mercy. Mercy, Lord, on your judgment, O God. Remember mercy. In your judgment, O God. Remember mercy. Katika hukumu, kumbuka rehema. Katika hukumu, kumbuka rehema. Katika hukumu, kumbuka rehema. Neno lako linasema wewe ni Mungu wa rehema. Tutembelee na rehema asubuhi ya leo. Tutembelee na rehema asubuhi ya leo. Visit us with your mercies, O God. Visit us with your mercies, O God. Visit us with your mercies, O God. Tutembelee na rehema na neema zako. Tutembelee na rehema na neema zako. Tutembelee na rehema na neema zako. Tutembelee
na rehema na neema zako, tutembelee na rehema na neema zako, tutembelee na rehema na neema zako. Mase, usitupatiane kwa mikono ya adui, usipatiane watoto wetu kwa mikono ya adui. Anything that the enemy has been using as a legal light, any cloud that the enemy has been using, siku ya leo kupitia kwa kutubu, siku ya leo kupitia kwa kuungama, tunatangaza adui hana nafasi tena, adui hana nafasi. Tunang'oa kila pando walipanda katika jamii, kila pando walipanda lepa shaka na boyanda. Ngoa. Changanya neno na imani, changanya neno na imani. Sasa chukua mamlaka, sasa chukua uweza. You have the power, you have authority. Anza kung'oa, wacha kukubaliana na kile adui anafanya. Sema umekataa. Hawa watu wamefungwa na hakuna mtu amekuwa akikataa. Siku ya leo nimesimama kwa haya madhabahu, ninatangaza as anointed man of God. Siku ya leo ninakataa, hawataendelea kufinyiliwa. Siku ya leo ninakataa, jamii hasitaendelea kufinyiliwa. Kama Bwana ulifanya niwajue na nipatane na wao, nimekuja kusimama by the authority of the word of God and by the power of the anointing of God. Nimekuja kutangaza hizi gereza siwaashirie, gereza ya magonjwa, gereza ya kansa, gereza ya blood pressure, kila gereza. Hear the word of God, hear the word of God. Ninasimama kwa kila gereza by the authority of the word of God. Already dhambi imesamehewa. Wewe gereza sasa hauna mamlaka ya kuwasuilia tena. Nimekuja kinyume chako kwa neno la Bwana. Gereza la kansa, ashiria watu wa Mungu. Gereza ya blood pressure, ashiria watu wa Mungu. Gereza ya shukari, ashiria watu wa Mungu. Ninaongea na kila gereza, ninaongea na kila gereza, ninaongea na kila gereza, ninaongea na kila gereza. Ninajua unanisikia, ninajua unajua mimi ni nani, ninajua unajua authority ya neno la Bwana. I come against you by the authority of the word of God. I come against you by the authority of the word of God and by the anointing of God which is upon my life. Ashia watu wa Mungu, ashia jamii zao, ashia watoto wao, ashia biashara zao. Hawa watu wamekuwa mateka, lakini leo nawatangazia uhuru wao. Hizi jamii zimekuwa mateka, lakini leo nasitangazia uhuru wao. Let my people go, let my people go. Follow hear the word of God. Let my people go. Follow hear the word of God. Let my people go. Let my people go. Ashia. We come by the authority. The Bible says the kingdom of God suffer violence. Omba maombi ya violence sasa. Omba maombi ya violence sasa. The kingdom of God suffer violence. Let them go. Hatima zinaashiriwa, destiny zinaashiriwa. Kulisikika muhurumo wakati mifupa ilikuwa inatafutana. Ninatangaza katika ibada ya leo kusikika muhurumo katika ulimwengu wa kiroho. Kila mfupa utafuta mwenzake, kila mfupa utafuta mwenzake. Chochote kilikosa tumaini, nimekuja kutangaza kunayo matumaini kwa mti uliokuwa umekatwa. Nimekuja kutangaza kwa mamlaka ya neno la Bwana kuna matumaini tena katika ibada ya siku
over every situation. The Lord has set us over every situation. Hear the word of God, you dry bone. Hear the word of God, you dry bone. Sikiza neno la Bwana, wewe mifupa mikavu, umekauka kwa miaka mingi, lakini siku ya leo tumekuja kwako na neno la Bwana. Kila mfupa tafuta mwenzako, kila mfupa tafuta mwenzako, kila mfupa tafuta mwenzako. Kusikike muhurumo katika ulimwengu wa kiroho, mifupa ikitafutana, mifupa ikitafutana, mifupa ikitafutana. Rabababababababa, 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 yedelekele bosheka, rebababababababa, lema shakalima yanda, lebababababababa. Tafutana. Kila mfupa utavuta mwenzake, kila mfupa utavuta mwenzake, kila mfupa utavuta mwenzake katika jina kuu la Yesu. Tunatangaza nyama, tunatangaza nyama, tunatangaza iwe na flesha, na kutoka siku ya leo tunaashiria pumzi ya Bwana, tunaashiria pumzi ya Bwana, tunaashiria pumzi ya Bwana, tunaashiria uhai, tunaashiria uhai, tunaashiria uhai, tunaashiria uhai, tunaashiria uhai, tunaashiria uhai, tunaashiria uhai. We declare life, we declare life, we declare life, we declare life, we declare life. Yanda rabasha karabo yanda, le baba 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 baba, le mashe karabo yanda, le baba 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 baba, Roma she kalima yanda, le pashe kalima yanda, le mama 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 mama, sheke rebo sheka, le mashe kalima yanda, le baba 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 baba, le masha karabo yanda. Ninatangaza kwa haya madhabahu kunayo matumaini tena kwa mti uliokatwa. Ninatangaza kwa haya madhabahu kuna matumaini ya kushipuka, kuna matumaini ya kujenga, kuna matumaini ya kwenda mbele, kuna matumaini, kuna matumaini. Elisha's person can feel 7 times that he is rising again. I declare rising in this altar. I declare rising in this altar. I declare rising in this altar. I declare rising power, rising power, rising power, rising power. Rabababababababa, yondo roba se karaboyanda, leke reba se kereboyanda, yanda kwena gaiwa hidalege, kwena gaiwa hidalege, motika generere dosi yakoa netondo nekore gaiwa yanagarege. Kuna Mungu wa wakati mwingine, kuna Mungu anainua mara ya pili, kuna Mungu anatengeneza njia, kuna Mungu anateta na maadui, kuna Mungu anakushindania, kuna Mungu anaenda mbele yako. Lebashe karaboyanda. The battle does not belong to you. The battle does not belong to you. The battle belongs to the Lord. The battle belongs to the Lord. The battle belongs to the Lord. Father, we thank you because of the victory. Kwa dakika moja mwambie Bwana ni asante. Ninasikia kuna ushindi mkubwa. Je,
ameashiria kwa ibada ya leo. Kwa dakika moja mwambie Bwana ni asante. Ninahisi katika ulimwengu wa kiroho kuna ushindi mkubwa Bwana ameashiria. Mwambie Bwana ni asante. 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 If it was not for the mercies of the Lord, tungekuwa wapi? Mwambie Bwana ni asante. Thank you Jesus. Thank you Father. Pigia Bwana makofi mazuri. Celebrate Jesus. Pigia Bwana makofi mazuri. Thank you, thank you, thank you, thank you. Nasema ongeza hiyo makofi, iongeze shangwe na nderemo. Father, we celebrate you. Father, we give you glory. Father, we give you praise. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. We are celebrating victory. We are celebrating victory. Amesema tuashiriwe. We are celebrating victory. Amesema baraka ziashiriwe. We are celebrating victory. Amesema jamii ziashiriwe. We are celebrating victory. Celebrate. 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 Father, we give you glory. Father, we give you praise. Father, we give you honor. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus.